Karibu sana katika mahali hapa. Mungu akubariki na akuinue na vile vile akupeleke to another level. Nataka kusema sana na wewe mama, wewe kaka, wewe dada uliye katika mahali hapo, na ninajua utabarikiwa na utainuliwa. Basi ninataka kuongea na watu ambao huwa wako na imani, na imani yao ni imani ya kwamba a believer it is not supposed to marry unbeliever. Kwa ufupi, kuna hizi makanisa kwamba hawakuagi wameruhusu vijana wao waoe msichana ambaye hajaokoka, ama vile vile hawakuagi wameruhusu msichana wao aolewe na mtu ambaye hajaokoka. Sikiliza kwa makini sana, hiyo ni imani potofu na ni imani ambayo ni imani ya kufuga watu. Sasa sikiliza, message iko katika kitabu cha 1 Corinthians chapter 7 verse 13. Sikiliza hapa. And if a Christian woman is married to a man who is an unbeliever and he agreed to go on living with her, she must not divorce him. For that unbelieving husband is made accepted to God by being united to his wife, and the unbelieving wife is made acceptable to God by being united to her Christian husband. If this were not so, their children would be like pagan children. Sikiliza sasa, kwa zile kanisa ambazo huwaga mnaambia wasichana wenu wasiolewe na mtu ambaye hajaokoka, huwaga mnapotosha watu, na that is why your congregation is not increasing but it is decreasing. Sababu ukisoma pale mstari wa 16 inasema, how can you be sure, Christian wife, that you will not save your husband? Kwa sababu ni nani anajua kwamba akikaa na huyu bwana ambaye hajaokoka atakuja kumpindua na amuingiza katika wokovu? So hapa ndipo mitume Paulo alikuwa na Sauli, watu wanawaambia, kama umeoleka na bwana ambaye hajaokoka na wewe umeokoka, endelea kukaa na yeye, unaweza mpindua aachane na dhambi na aingie katika wokovu. And that is why most of these churches unazipata they are not increasing in numbers, but they are decreasing. Sababu wewe umeoa Wajiru ambaye hajaokoka, unaweza kaa na Wajiru kulingana na maadisi, umugeuse aokoke na akuje kwa ministry. So ministry it will increase in numbers, lakini instead of increasing their ministry huwaga zina decrease. Sababu Wajiru wakigojea miaka 10 pale hakuna mtu wa kumuoa, itabidi aachane kanisa na aende. So sikiliza sasa nikwambie, kama wewe uko na bwana ambaye yeye ni mlevi ama vile hajaokoka na wewe ni muokofu, sasa usitupe yule mwanamume ati sababu hajaokoka na hakujagi kanisa. Biblia imekuruhusu kuendelea kukaa na yeye, unaweza mgeusa one day one time. Haya, vile vile kama wewe ni Mkristo, hata ukiwa wewe ni waguodevu na kitambaa na umeokoka, ukatiwe na uko nje ni mtu wa pombe, usikatae kuoleka na yeye ati sababu si wa kanisa yenu ama hajaokoka. Na usifuate hizi dini zinakwambia ati wewe kama ni wa hii kanisa yetu lazima uolewe na mtu wa kanisa hii, ili hali kwa kanisa hili haina vijana, imejaa wazee. Na uko nje kwenye unafanya kazi kuna John ambaye hajaokoka anakutaka akuoe, lakini kwa sababu dini yenu haijawaruhusu ama pasta wenu hawajakuruhusu uolewe na mtu hajaokoka, unaishi kuwa mfugwa na mtumwa. So my message ilikuwa ya hawa mapasta na makanisa ambazo huwa wanakatasa waumini wao kuoleka na watu wa nje, ama waumini wao kuoa watu wa nje. Kama uko kwa dini ya aina ile, kama pasta wako anakuhubiria mahubiri ya aina hiyo, toka haraka sana kwa hiyo dini, sababu hiyo ni utumwa na ufungwa. Paulo anasema, ni nani anajua kama huyu mwanamke ambaye ameokoka akiolewa na mwanaume hajaokoka, nani anajua kama siku moja atamgeusa na aokoke na akuwe wa kanisa?
Message hiyo iko katika kitabu cha 1 Corinthians chapter 7 starting verse 13. Kama kuna mtu ambaye ni wa imani na ameoleka na mtu ambaye si wa imani, ama kubida zaidi hajaokoka, na azidi na kuendelea na hiyo ndoa, bali asimudivorce, sababu siku moja anaweza mugeusha na amulete katika ufalme wa Jehova. Sasa Mungu awabariki na wainue. We shall talk again. Thank you very much.